mchungaji wombee somo. Mungu wetu nakushukuru tena kwa ajili ya wakati huu. Ni wakati mwema na wakati unaopendeza. Bwana, naweka watumwa wako hawa siku ya leo, siku ya ambayo ni kwa ajili ya idara ya watoto. Naomba sasa Bwana mtumie mjumbe huyo wa pili kama ambavyo Bwana umekusudia kwa ajili ya kutufundisha. Naomba Bwana ukampake mafuta ili akanene kile ambacho Bwana umekusudia kwa ajili yetu sisi, ili kujenga na kuimarisha ufalme wako, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu alionipa kipaji cha kusimama mbele yenu. Wanaoandika somo waandike somo dhambi na madhara yake. Dhambi ni kitendo cha kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, mfano wizi, ujambazi, uzinzi na uchawi. Inabidi tuepuke hizo dhambi kwa kusoma neno la Mungu, kutofuata makundi mabovu. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Bwana Yesu asifiwe. Tufunue Mithali sura 22 mstari wa 14. Kipawa cha asili hutuliza hasira, na rushwa bondoni hutuliza ghadhabu kali. Sura 22 mstari wa 14. Sura 22 mstari wa 14. Nao nasema, kinywa cha malaya ni shimo refu, anayechukiwa na Bwana atatumbukia ndani yake. Shimo refu tunamaanisha kuwa shetani au jehanamu, mtu anapofanya mambo mabaya huweza kutumbukia katika shimo la moto wa milele. Mtu akifanya mambo mabaya huchukiwa na Bwana. Tunapofanya dhambi na tubili, tunyenyekee mbele za Mungu na kuomba toba ya kweli. Langu limeishia hapa. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kufika siku ya leo, kwa maana sio kwa akili zangu wala sio kwa nguvu zangu. Andika somo, andika tunatakiwa kusamehe. Tunaenda tukasoma Mathayo 6 mstari wa 14. Mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Pia Mungu aliye juu aweze akatusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukasome Mwanzo 33 mstari wa 8 hadi 11. Mwanzo sura 33 mstari wa 8 hadi 11. Nao nasema, akasema, kundi hili lote nililolikuta maana yake ni nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa Bwana. Akasema, kunipatia kibali machoni pa Bwana wangu. Mstari wa 9. Esau akasema, ninayo tele ndugu yangu, ulionayo na yawe yako. Mstari wa 10. Yakobo akasema, sivyo, kama nimekubalika machoni pako, tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu. Iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nami. Mstari 11. Pokea tafadhali baraka wangu ulioletwa, kwa sababu Mungu amenineemesha, na kwa sababu ninavyo hivi vyote. Akamshurutisha naye akapokea. Naona Esau alimsamehe ndugu yake Yakobo, naye Yakobo akapata kibali mbele za Bwana. Tunajifunza kwamba nasi tunapaswa kusamehe. Tukasome Marko 11 mstari wa 25 hadi 26. Marko sura 11 mstari wa 25 hadi 26. Nao nasema, nani kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Mstari wa 26. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata
ninyi makosa yenu. Tunaona Mungu anatuambia tusamehe, lakini kama sisi hatutasamehe, wala Baba yetu aliye mbinguni hatatusamehe. Amen. Neno letu linahusu kuutunza wokovu. Nini maana ya wokovu kibiblia? Ni maisha mapya ya kiroho ambayo mtu anayepokea kwa imani baada ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake wa maisha yake. Fungua Efeso sura ya 2 mstari wa 8. Katika jina la Yesu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 nao nasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Tunasema maisha mapya kwa sababu kwa kuokoka mtu aliyekuwa akiishi maisha ya dhambi. Mfano: wizi, ulevi, uchawi, uzinzi, uvutaji bangi au sigara. Twende kwenye imani. Fungua Waebrania sura ya 11 mstari wa 1. Nitasoma katika jina la Yesu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 nao nasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Mfano: tunaamini Mungu yupo. Tunaamini Yesu Kristo alikufa na kufufuka. Tunaamini Mungu ameumba watu na vitu vyote. Tunaamini kuna unyakuo. Tunaamini kuna hukumu ya mwisho. Twende kwenye kuokoka. Maana ya kawaida ni kunusurika au kusalimika, kupona na kukombolewa kutoka na hatari au mateso fulani. Maana ya kuokoka kibiblia: kuanza maisha mapya ya kiroho kwa kuongozwa sala ya toba na mtumishi wa Mungu. Tunarudi kwenye somo letu la kuutunza wokovu. Fungua Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Soma katika jina la Yesu. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3 unasema, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Sisi je, tutapataje kupona na tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tusipotunza wokovu, shetani atakumaliza na hali yako itakuwa mbaya zaidi kuliko ya mwanzo kabla hujaokoka. Somo langu limeishia. Kama unaandika somo, andika kutafuta ufalme wake. Amen. Tufungue Mathayo 6 mstari wa 33. Katika jina la Yesu. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 nao nasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu tutazidishiwa, mfano chakula na mahitaji yetu ya kimwili. Tujifunza mambo matatu: nani? Kutawaliwa na Mungu, kuishi kwa kufuata mapenzi yake. Inahusu kutawaliwa na Mungu ndani ya moyo wako na maisha yako ya kila siku. Tufunue Zaburi sura ya 105 mstari wa 4. Soma katika jina la Yesu. Zaburi sura ya 105 mstari wa 4 nao nasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Natufundisha kutafuta uso wa Mungu kila siku, kumtaka Bwana na nguvu zake kwa kufuata mapenzi yake. Tufunue Luka sura ya 12 mstari wa 31.
Nitasoma katika jina Yesu. Luka sura 12 mstari 31 na unasema, bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo utaongezewa. Inatufundisha kutafuta ufalme wa Mungu, tutaongezea mambo yetu ya kimwili. Jambo la pili, kutafuta haki yake, kuishi maisha matakatifu. Huu ni wito wa kuishi kwa uadilifu, unyoofu na tabia zinazopendeza Mungu badala ya kufuata ulimwengu. Tufunue Isaya 32 mstari wa 17. Katika jina Yesu. Isaya 32 mstari wa 17 unasema, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Haki itakuwa amani na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Tufungue Mika sura 6 mstari wa 8. Katika jina la Yesu. Mika sura 6 mstari wa 8 unasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Ametenda mema kwako, pia kusimama vyema mbele za Mungu. Imani si tu kwa jitihada binafsi. 3. Ahadi hayo yote mtazidishiwa, kwamba yeye ni yote katika yote. Fungue Luka sura 6 mstari wa 38. Inatufundisha Mungu anasema tuwape watu vitu nasi tutapewa na Mungu kipato cha juu zaidi. Tufungue Danieli sura 11 mstari wa 6. Inatufundisha pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Watoto, Mungu ametuita sisi watoto kutimiza kusudi lake maalum. amen. Mungu awabariki sana watoto. Kwa kweli tumeliona kusudi la Mungu aliloliweka ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto, tunaweza hatuwezi? Tunaweza. Amen. Nimeona watoto kwa kweli wametupa vitu vizuri. Tumejifunza vitu vingi sana. Kuna muda mtu anatamani kwamba ili somo ndio linakorea afu linaishi hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kulikuwa na balance diet nzuri sana kwa watoto leo. Unapokea hapa kidogo, unajifunza kusamehe, unajifunza wokovu. Kwa wakati mmoja tunapata kitu cha pamoja ambacho kilikuwa ni kizuri sana. Mungu awabariki sana wahudumu wetu wa siku ya leo, na Mungu aendelee kuwatumia, na Mungu aendelee kuwazidisha katika huduma zenu ambazo ameziweka ndani yenu.